Hasani Aledi. Hasani Aledi kuna kufanya shughuli zangu tu hapa za biashara kama hivi. Kwa hiyo tukio jinsi lilivyotokea ni kwamba usaulifu wa marehemu kumwacha ndani ya nyumba, sisi tukaenda kuzika jeneza ambalo halina kitu. Japo hili swala kwamba kila mtu amechukulia tofauti. Kila mtu amechukua tofauti na jinsi mazingira ya mtu, sababu wengine sisi tunamwamini Mwenyezi Mungu. Kila mtu yuko tofauti. Lakini kila mtu atakapolipokea hilo swala alipokea kwa jinsi anavyojua yeye. Lakini kwa sisi kama sisi hapa tunaamini kabisa kwamba ni familia kama familia haikujipanga kwanza. Sawa? Familia haikujipanga kwamba njoo tuna mtoto yuko ndani huko. Tunaweza tukajua ni nani atakayeingia, kwa sababu tunajua kwamba kuna kuosha maiti na kujaribu kufanya lolote ile pale kama ili kumwandaa mtoto aingie kwenye sehemu husika, si ndio? Lakini pamoja nao sasa kwamba nani aliyeruhusiwa mle ndani hamna. Ndugu mwenyekiti wetu hapa tunamshukuru kwamba alijaribu kuuliza kitu kama hicho hapo. Ikaonekana kwamba ndugu hakuna hata huyu mmoja aliyejaribu kufanyaje kutokeza kwamba kuna chochote kilichofanyika kwamba kuna mtu ambaye aliingia kule ndani. Naona. Kwa hiyo ina maana kwamba kilichofanyika ni kwamba mpaka ile mwenyekiti anatoa tamko kwamba vijana tunaombeni muingie ndani mkatoe mwili wa marehemu. Lakini tunaenda kutoa jeneza ile pale, jeneza halina kitu ndani. Maiti tunaiacha pale ilipokuwa imelala. Sio kitandani, imelala chini kama chini. Tunakwenda kuzika kule, tumeenda kuzika kitu ambacho hakipo kwenye jeneza. Na uwezo ukasema, na maswali mengi yanakuja kwamba ati wale mtu yote anasema kwamba ati waliobeba hawakuwa wana akili. Hapana, hili jambo ni zito sana. Uwezo ukajitokeza kama wewe ukasema kwamba ati kwa nini hili jambo mimi uanzishe tu kwamba useme kwamba huko ndani kuna hichi na hichi, au mbona jeneza ni pesi, kitu kufanya ni kigumu sana. Hili jambo wanasema kupeleka msiba ni jambo jema sana, lakini sio kutoa msiba yaani anasema kuchimba na kufikia ni rahisi, lakini sio kufukua tena. Ndio maana ikaanza process nyingine, kwa sababu mwenyekiti akasema bwana basi tuombe hili swala tuliingize kwenye sheria, tuchimbue kule. Kwa hiyo nashukuru mwenyekiti wetu amefanya jitihada zake zote, na namshukuru Mungu na vyombo vya usalama vilikuwa pale vitusaidia kwa hali nzuri sana. Mpaka sasa hivi naamini amani ilikuwepo, sababu hata jana kulikuwa kuna watu ambao sio wa mtaa huu. Vurugu zilikuwa za upande mwingine, upande sio vijana hapa. Vijana hapa mimi nawafahamu vizuri sana. Walishakuwa ni waelewa tayari. Walishatambua kisa kwamba kitu gani kilichosababisha. Na upande huo ni upande wa ndugu wenyewe tu kwamba hawakuwa makini kujaribu kuangalia nani atakayeingia kwenye chumba cha marehemu kwa ajili ya kumtengeneza mtoto. Kwa ni jambo kama hilo, kwa sababu na hata uwezo ukauliza kwamba kwa nini marehemu hatujamwaga. Hapana. Hili ni swala la ndugu wenyewe kwamba labda walikubali kwamba marehemu hatumwagi. Kwa hiyo sio jambo kwanza kuhoji sisi hapa. Marehemu ametolewa ndani, ameingizwa kwenye gari, kupeleka kule kuzika. Sasa lakini tunarudi nyumbani hapa tunajikuta jambo kama hilo hapo lingine kwamba marehemu yuko ndani. Labda pengine utueleze kwa upande wako ambaye ulibahatika kulishika jeneza. Hebu tusimulie. Jeneza sijalishika hapa. Jeneza nimeshika nikiwa kule makaburini wakati wa kushusha marehemu. Sababu tumeshika watu 4. Wawili wako chini kwenye jeneza, wako chini kwenye kaburi na wawili tuko juu. Kwa hiyo tulioshika juu ni wawili. Walioshika chini, waliopokea chini wawili. Yaani kiukweli jeneza la mtoto ni dogo, lakini sasa ndio hapo kwamba tunachukulia kwamba ni mtoto. Hatuwezi kujua kama kwamba simeti mbona lepesi sana, mbona nini. Tunachukua akili ile kwamba ni mtoto huyu hapa. Hatujui ana uzito wa namna ipi nini, lakini tumechukulia akili kwamba ni mtoto. Kwa hiyo vitu vingine kwamba kusema kwamba sijui nini sijui, lakini kila mtu ana jinsi anavyopokea swala, lakini kiukweli ni kwamba kuna mistake tu ambayo ilifanyika. Naweza kusema kwa asante sana.